pale ulivyosema ile gari limerudi. Kwa sasa ile pale mpaka ikawaje ni gari la mzigo wake amesahau mzigo. Kwa gari lilirudi mpaka yani anaingia mpaka anachukua au ilikuwaje mpaka akapata mzigo. Hapana, analifanya alipochezea tu kio chake. Naona gari kabisa ile konda anamuita mzee. Mzee tena ni sio alimjuaje la dito. Mzee mfuko wako hapa. Mzee kaenda kasogelea gari akachukua mfuko. Sisi tukaondoka. Na ile gari nigeuza tena hiyo gari inashambuliwa na watu. Wewe ushapakia abiria umerudi kufanya nini? Nimemletea mzee mpaka wenyewe watu pale sijui nini. Hawakushangaa kwamba kwa nini amerudi kwa nini. Njia ile afu magari ni mengi kama unavyojua da. Basi kwa tumerudi Mtwara. Kurudi nimeishi na mama pale, baada ya kurudi nimeishi na mama. Mama ajui kama mimi nafuta bangi. Nimeishi pale. Nikamwambia mama, mimi nahitaji kuninunulia kompyuta. Ananiambia kompyuta haina shida, nisaidie shughuli zangu hizi za samaki. Sawa, kaanza kumsaidia shughuli za samaki. Saidia. Kitendo kama cha miezi 7. Muda huo sijamwambia kwamba mama, baba amenipigia simu kipindi niko Zanzibar. Mimi nina langu ninajua baba anasema yupo na aliniambia yote kwamba amepata stroke, ameumwa. Yupo sehemu fulani. Basi, nako mimi sijui kufika. Ila tu alitajia jina na nipani. Nimeelewa kwa sababu ni Dangote kule. Kwa hiyo nje ile mimi naifahamu kidogo. Waliponipa maelekezo ninajua nikichukua tu boda nikamwelekeza na koenda na nipeleka mpaka alipo. Basi nikaanza kumsaidia kama miezi 7. Nikamwambia mama tayari. Uliponiambia mara nipa hadi nimsaidie kama miezi 7. Kuna pesa yake anaisubiri, ataninunulia kompyuta. Aliniuliza kompyuta bei gani? Nikamwambia kompyuta kama 370 full kioo, mashine, keyboard, kila kitu. Kaja kumwambia mama tayari ninunulie basi. Akaja akanitukana sana. Ananiambia mwambie Malemba baba yako. Akanishangaa. Heri Malemba bado hajafa. Sasa mwambie Malemba baba yako. Akaniambia nikaondoka nikaenda zangu bichi huko kutulia. Nalia mwenyewe nalia, hiki nini shida? Nini? Kawa nashinda kwenye kamari tena. Kule ambako nilikuwa nashinda Mwanza, mimi sijaenda Zanzibar. Nakaa kule nafuta huko mabagi. Kaenda nikarudi tena nyumbani. Kana na mama tena vile. Ila ajui kwamba nafuta mabagi. Kila siku moja Nesa aliambiwa na mtu kwa huyu mwanao nafuta bangi. Kwa kana niteleza. Akanikuta siku hiyo kule navuta, kanisema kapita. Kama mimi neno langu ni lile, mama ninunulie kompyuta. Ila mama ameclash sababu aliona sijui mwenye kitu ambacho alikiona labda bado muda. Na kuwahi kuuliza unataka kompyuta nini? Alienda alifahamu kwamba mimi najua kucheza kompyuta. Sababu tayari kuna baadhi ya sema alikuwa ananiona sasa na rushia kuna tena alikuwa anafanya pale, kuna watu walikuwa wananiachia office na kuna watu walimwambia pia. Na sasa hata kakaangu alimwambia wewe unajua kucheza kompyuta. Kwa hiyo nenda niamini kama hivyo aliniambia ataninunulia. Ila ile sema vipo ana wazazi wetu wa pesa inabidi na sababu ya msingi sana. Ila ndo kujua kitu ambacho mimi naweza kaniendeleza. Kapita siku kadhaa. Mama yangu akawa kama hivyo amegundua natumia uolevi wa bangi nini. Ananiambia mbona unahitaji nikununulia kompyuta? Sawa. Ila ninachohitaji yani utulie. Yani nitulie, sijajua kama nitulie kwa vipi. Alihitaji tu nitulie, yani niwe mtulivu, nisiwe na kama maskani. Nikamwambia sawa basi mama, unachotaka wewe nitafanya. Mimi sitakuwa na kama maskani. Nikamsikiza tena kana naye hivyo na sende maskani kwa sababu maskani ni hapo tani kwangu, maskani ni hapo yani hatua 2 tu nafika maskani. Nikana sitokee maskani muda kama miezi 2 na pima akili ya mama inasema ataninunulia. Kudadeka nini, nipo naye karibu ule
kuna vitu kwa navipata matusi. Maneno yale makali. Yaani baada ya kugundua tu kwamba mimi navuta bangi. Kwa kitu kisilaha kubwa ambao ananipiga nayo nikifanya tu kitu. Bangi kwa hiyo ananyima alikuwa ananisema mpaka mbele za watu. Bangi kwa kile kitu. Mama kwa mimi hii bangi hapendi nivute au anapenda nivute kwa sababu mbona ananisema mbele za watu. Basi tu nipo maskani kuna mtu akanambia bana anahitajika mtu kwa kazi ya label. Ndio tayari mimi nafanya. Nilikuwa Magomeni, Mtwara hii Magomeni. Kwa nimeenda kule jamaa kanikubali, naanza kufanya kazi pale. Fanya kazi. Hapo samani. Hapo umeenda kwenye kazi mpya. Na maanisha ile kazi ulikuwa unafanya zamani kwa Mungu kuiacha baada ya kupata kazi mpya. Nilifanya kazi kama miezi 6 sana pale Magomeni. Kwanza kunitokea hali fulani hivi nikienda kazini. Kichwa kinanisumbua. Nika sijui nini shida. Nikampigia baba. Nikamwambia baba. Ndio bado sijaenda kwa baba. Nikamwambia baba kuna kitu kinanisumbua. Nini? Nikamwambia cha kwanza nimepata kazi. Nimeongea mwanangu. Nikamwambia kuna kitu kinanisumbua. Nikienda hapo kazini kuna kichwa kinaniuma sana. Baba Boaida akanambia njoo. Huko ndio kwambia uje yani njoo. Kweli. Mimi alipata pesa. Akamwambia bosi nikamwambia kesho naenda kwa baba kumtembelea. Sikumwambia naenda kufanya nini. Nikaenda mpaka kule kijijini baba akanichukua anipeleka kwa fundi mmoja. Polini huko. Fika kule nimekuta watu wengi tunaona kusubiri matibabu. Ila mimi nikachukuliwa. Nikasikilizwa pale shida ni nini, nikamwambia nikifika kazini hicho kinanigonga. Mtumishi unaposema fundi, hapo unamaanisha fundi gani? Maana kuna fundi wengi na watazamaji wanaangalia mwingine anajiuliza fundi gani. Mwaweke wazi fundi. Fundi, ninaposema fundi ni mganga wa kienyeji. Wapiga ramli hapo. Kwa hiyo kama nimefika pale nikamuelezea shida yangu akaniambia sawa haina shida. Kwa kama ameenda nimekaa wiki. Hizo wiki ndani ya wiki na oga dawa anazojua yeye fundi ananipa kwenye maji. Naoga na magamba naoga. Na yeye akaniambia ninuie. Na kile ninachokitaka kwa kana mimi pia nanuia. Ndio safari ya kwanza kwenda kwa mganga. Sasa hapo umeshafika kwa mganga, ulimwelezea shida gani mganga? Yaani alikupa majibu maana au unatumia hizo dawa? Mtu weke wazi alikwambia sasa shida ikoje mpaka unaumwa kichwa hii ikoje? Yeye ananiambia kwamba kuna watu wanawivu na wewe. Yaani wanaivu na mimi kwa kazi ninayofanya. Nikamwambia kwa kuwa kweli wanafanya kazi na nikaamini tu labda kweli wanawivu na mimi. Na muda huo nimeenda kule na 35. Hapo samani nakurudisha tena nyuma. Maana mtu anajiuliza maswali. Haya, anaenda anakuambia kabisa fulani anawivu na wewe kuna mtu. Hamna, hakunitaja mtu yoyote. Yeye ananiambia hicho kinachokusumbua. Kuna mtu anawivu na wewe ndio anakusumbua. Na huyo mtu unamjua au yani hata kama hajakutajia ndio kuna ile nahisi ni fulani. Mimi mwenyewe kwenye mindset yangu kuna mtu mmoja ndiye alikuwa ananisumbua sana. Kwa kijana huyo ndo nikamweka akilini. Sema ni fulani. Yaani huyo nahisi fulani. Unajua tena. Basi zile dawa zikawa zimeisha. Dawa tayari nishatumia katika 35 nimetumia kama 15. Baki 20. Siku baba akaniambia bana mganga akasema anahitaji 30. Ananiambia anahitaji 35. Na ile pesa ambayo nimekuja nayo na alihitaji mganga pesa ile ile. Baba sasa nibaki na 20 na kuaje? Hapa kwanza hamna cha msaada. Wewe kikubwa omba pesa. Apatikana hata 30 kwa sababu dawa aliyokupa ni kubwa. Niko nayo yapi? Kweli mimi nikapiga simu nilikotoka huko. Baadhi ya watu nikawadanganya wakanitumia pesa. Sikwambia wapi ambako nilipo. Nakumbuka hadi bosi wangu nilipigia simu yeye akunipa. Marafiki tu ambao nilijuana nao kwenye kazi. Ngirali nilikuwa na namba zao kwa kunitumia pesa. Kwa mfika 30 yule alitumia 3 mwingine 5 mwingine 2 kali nimetimia nikampa mganga. Pia pale bodaboda nilikodi tu nikamwambia nitaleta. Kani mrudi mtu.
vitu wala tena ile